Thank you so much Mwiroreri. Nĩngatho nĩ tondũ wa gũcagũra YouTube channel ya Menya Rĩu. Ngai akũrathime na gwĩka wega mũno na nĩtũkenete mũno makĩria nĩwe. Mũthenya wa ũmũthĩ ngwenda twaranĩrie maũndũ marĩa makoretwo magĩtũthumbũra thĩinĩ wa society itũ na maũndũ marĩa makoretwo magĩkĩka na maingĩ magatũrehera kĩeha na ciũria nyingĩ. No nyende tũgerie gwĩciria kĩhonia kĩa maũndũ mamwe na mũthenya wa ũmũthĩ no nyende twĩyũrie na twĩcokerie kĩũria gĩkĩ. What a man wants in a woman. Nĩkĩ mũndũrũme endaga harĩ mũtumia? What are those qualities or those things that attracts a man to a woman? Kwa sababu nimeona wamama wengi ama wanawake wengi wakubwa kwa wadogo wakifika mahali pa kuchanganyikiwa na magekora mageciria whatever they have given to their men is enough. And the question ama ile shida nimesikia sana na swali ambao mmekuwa kiuliza ni nini ambayo sina huyo mwanamke mwingine ulimwendea anayo? Ni nini ambacho sikuwa sikupei bwanangu? Na naongea haya kwa sababu nimekuwa nikifuata so many social medias na unasikia kwamba women or ladies are complaining that their men have left them na wameendea wanawake wengine. Now, kama mwanaume ningetaka nijibu hili swali. What a man wants in a woman? Is it sex? No. Kwa sababu if it was that, kutoka from time immemorial, grandmother and alikuwa very busy akijaribu satisfy the grandfather and our parents, na sisi kama generation ya leo we have done that, but still wanaume wanatoka nje na wanaenda na wanabaki, wamama wanabaki wakiuliza haya maswali. So it is not sex, it is not a beautiful body, it's not a beautiful calves, sio kuwa na both the calves ama kwa sababu ukionekana. That's not what the man is looking in a woman. Nekatuile uliende kimu kitomaga mũndũrũme astick kũrĩ mũtumia wake kana mũhatare kana mũndũ ũcio endaga kũhikia. What can make a man remain and stick to her woman? Nakorwo arĩ faithful kũrĩ we na mwendete with a long lasting love. What are the qualities that this woman must possess? Hivyo ndivyo nataka tujadiliane siku ya leo. And I want to say this to all the ladies. Kulingana na vile Mungu aliumba mwanamke, every lady, whoever hears this message and applies it to her life, you can become a that rare jewel. Amba kitu ya muhimu sana na utuweke mutumia utonekaga kundu kuingi. Mutumia utumaga nginya muthuri wake enja itura kana ewira handu hangi akaririkanaga that I have a woman in the house ambaye anahitaji heshima. Nĩ maũndũ marĩkũ macio mũndũrũme mutumia ũcio abatie gũkorwo arĩ namo? And before I get to the 5 qualities of the qualities that a woman needs to possess so that she becomes a rare jewel, let me give you a story of one lady. Na hili ndilo nilisikia kitambo sana nikiwa kijana mdogo. Kuna mzee mmoja mahali fulani alikuwa amezoea kuja nyumbani akiwa mlevi, anapiga bwanake bibi yake makofi mateke na kila kitu anampiga na chenye kiko karibu. Na muthenya wa mutumia ucio agĩkorwo akĩhũrwo nĩ mũthuri kama kawaida, na wakati aliona atapigwa vita ya kuuliwa alitoka akakimbia, na bwana akamfukuza na akamfuata na wakaingia kwenye shamba. Walipokuwa wanakibizana pale, bibi akapitia mahali ambapo alikuwa amechimbua shimo mchana, na alipoona yule bwana ataweza kuokoa kwenye ile shimo, akaweza kusimama mbele akamwambia, Baba Jerry, simama hapo.
Usisonge zaidi hapo, kwa sababu kuna shimo ambalo liko hapo na utaweza kuanguka. Na wakati yule mzee alisikia haya maneno, lile jambo likampiga kwa moyo, akajirudia, akajiuliza, ninamfukuza huyu ndugu yangu niweze kumchapa, lakini yeye kuliko agoje nianguke kwenye hili shimo, ameweza kuniambia kwamba kuna hatari iliyo mbele yangu. Na inasemekana kwamba yule bwana akamwambia bibi yake, simama hapo, vita vimeisha, vita vimekoma. Akamuuliza, kwa nilikuwa nakufuata ili nikupige? Bibi akamwambia, ndio ulikuwa unanifuata unipige kama vile umezoea kufanya. Na pia bwana akamuuliza, na umepata hili shimo na ukaona kweli, uniambie ni kwa nini? Bibi akamwambia kwamba mimi wakati nilikuwa niamua nitakupenda na nitakaa na wewe ndiye bwanangu, na kwa hivyo singekubali kuona ukiweza kuingia kwenye ile shimo ufujike uwe na uchungu. Kusikia yale maneno, bwana akaanza kulia. Akamuuliza, unanichunga na mimi na kufuata nikupige? Pale bwana akamwambia, twende nyumbani, vita vimeisha. Na inasemekana kwamba kutoka hiyo siku yule bwana hakuwahi kumchapa yule mke tena. Haya ni mambo ambayo nataka nizungumzie siku ya leo. These are the qualities that a woman needs to possess so that you become a rare gem. Kwa yule mwanamke ambaye kila mwanaume angetamani kuwa na yeye. There are 5 qualities that you need to possess as a woman. Not your beautiful body, not the calves, not the in front, not the behind, not the legs. Sio kwamba ni uso ambao unavutia sana. Sisemi kwamba watu wasijipondoe, hapana. Jipondoe, kula matunda, kunywa maji, kaa vizuri, lakini zaidi ya yote kuna kitu cha muhimu ambacho kitamfanya yule bwana akaanza kukaa na wewe, na katika moyo wake akuchukue kama wewe wa pekee, na hakuna siku hata akatoka nje moyo utakuwa tu kwako. Na haya mambo nataka tuzungumze siku ya leo, na karibu sana. Jambo la kwanza, the first quality that this woman must possess the inner beauty. Possess the inner beauty. Kuna jambo la kipekee sana la mwanamke kuwa ndani yake ana utulivu wa moyo, ana upendo, ana ile heshima yake. Sio mwanamke wa kurusha maneno mengi, sio mwanamke wa kucheza na kila mmoja anayempata pale. Ni mwanamke ambaye ana heshima zake, na sana sana analega bwanake. Usijitegereze tu mambo na nje, mavazi, nini, kila kitu. Maandiko yanasema hivi, mjue kwamba those things which are seen are temporal. Ama yale mambo ambayo huwa yanaonekana, yale mambo ni ya muda. Unaweza kuwa na sura nzuri sana, lakini kesho ukatokea jambo na ile sura haipo tena. Nimewaona wengi walikuwa na sura ambazo ungefurahia na ungetamani kuziona sana, lakini pengine ugonjwa unatokea, ile sura inakuwa tena haiwezi hata kutamanika tena. Wengine washajipata katika mikasa ya moto ama maajali. Na kwa hivyo mambo ambayo yanaonekana si sana sana yamvutie yule mwanaume. Kwa hivyo nataka nikushauri kidogo dada yangu kwamba usitengeneze yanayoonekana ukasahau yasiyoonekana. Ni kwa sababu those things which are seen, the Bible says these things are temporal. Lakini yale mambo ambayo hayaonekani, yale mambo ya ndani, utulivu wa moyo, kuchagua maneno yako, yale mambo hayaonekani, lakini Bible inasema yale mambo ambayo hayaonekani ni ya milele. Those things which are not seen are for forever. Kwa hivyo nilitaka muweze kuelewa kwamba naongea kwa niaba ya wanaume wengi. Hakuna yule mwanaume atavumilia kukaa na mwanamke mchokozi. Hakuna yule mwanaume atavumilia kukaa na mwanamke ambaye hajui mipaka, hajui huyu ni baba, haya ni huyu ni mama mkwe, hajui huyu ni ndugu yangu. Hakuna yule mwanaume atavumilia
kukaa na mwanamke ambaye anamwaibisha, ambaye anarusha maneno bila kuyachunga. Kwa hivyo ukitaka kujua ni kwa nini Bwana atatoka nje, chunguza haya maneno ambayo nitaenda kukuambia. Jambo la kwanza, this woman or this lady must have the ability to control her anger. Yes. Wakati umekasirika, pengine ni pale nyumbani, pengine jambo limetokea, na ni mambo ni mengi ya kufanya mtu kukasirika. Wanandoa wanajua hivyo. Kama umeoa miaka 2, 3, 5, unajua kila wakati kuna jambo ambalo mwenzako atalifanya na likaweza kukufanya ukasirike. Lakini sasa kulingana na vile sisi wanaume huwa tunapenda sana kuona, hatupendi yule mwanamke akijawa na hasira anashindwa kudhibiti. Unaanza kuropoka maneno ambayo yanamlenga yule mwanaume na kuondoa heshima zake zote. No man will stay with a woman or a lady who cannot control her anger. Jambo la pili ambalo ni la muhimu sana na ambalo if any lady possess this quality, atakuwa mwanamke wa faida, mwanamke ambaye kila mtu anamtamani na sifa zake zitakuwa nzuri. The ability to control her tongue, especially when she is angry. Uwezo wa kudhibiti maneno yanayotoka kwenye kinywa chako ni jambo gumu kulifanya, kwa sababu unapokasirika, jambo lingine ambalo unahitaji kufanya ni kuachilia maneno yanayoonyesha kwamba nimekasirika, na hata mimi ni mwanadamu na niko na haki zangu, na ninafaa nisikizwe, na ninafaa niheshimiwe, na ninafaa niongee kwa uchungu, mtu aweze kuelewa kwamba nimekasirika. Lakini usipochunga yale maneno ambayo unaachilia, utakuwa kwamba yule bwanako anapokutazama hivi anasikia hawezi kukuvumilia. Kulingana vile Mungu alikuwa amemuumba mwanamume, ana mfano, anaiga Mungu, na mwanamume na Mungu wana mambo mengi sana ambayo huwa yanafanana. Ukitaka kupoteana na Mungu ama kukosana na Mungu, kosa kuwa na heshima kwa Mungu. Mwanamke yeyote ambaye hana heshima kwa mwanamume, nataka niseme hiyo ndoa hata kama ipo, siku moja itakuwa na shida. The man will never stand to see his ego be injured. Sio wanaume wengi watafanya hivyo. Kwa hivyo ndugu, nataka nikushauri siku ya leo, unapokasirika, chunga yale maneno ambayo yanatoka kwenye kinywa chako. Jaribu sana omba Mungu akusaidie yale maneno yanayotoka pale yawe ni machache, na uweze kufungia ama kucontrol your anger, kwa sababu yale maneno yanatoka pale yanaweza yakaleta shida baadaye. Jambo la tatu ambalo ni la muhimu sana, this woman must have the ability to maintain a respectful body gestures, especially when angry. Ukikasirika, vile unavyokokota mwili wako, vile unavyo ubeba na vile unavyotembea, wacha ionyeshe kwamba bado unyenyekevu wako huko na bado heshima zipo. Usiende ukitembea mwili unamwonyesha kwamba haujikai ama ninakudharau tu. Usikubali mwili wako uonyeshe mwanamume wako kwamba unamdharau. Kuna wamama wakikasirika wanapotembea, ukitazama huko nyuma utaweza kutambua kwamba wanakuambia haujikai ama wewe ninakudharau. Usikubali your body gestures zionyeshe kama hauna heshima, hata kama ni kufunga macho ama ni kufungua, wacha kuwe na heshima. Jambo la 4, you must have the ability to make him realize the king in him. Let me say this: in every man there is a boy, and in every man there is a king.
Haya ni mambo mawili ambayo unafaa kujua, ya kwamba kwa kila mwanaume kuna that king, kuna kama mtu ndani kanaweza rule, kanaweza lead na kanaweza tawala. Every time when you are speaking, onyesha huyo mwanaume wako ni kwamba wewe unastahili kuwa kiongozi katika hii nyumba. Heshima zako ziko na majukumu yako katika hii nyumba ni ya mfalme. Nafasi yako hapa ama heshima yako iko juu. You are the king of this house. Realize the king in him, and by doing that you'll be able to he will be able to bring out the queen in you, so that katika ile boma kuwe na a king na a queen. Na kwa hivyo realize the king in that man. Kila asubuhi mwambie amka baba, nenda katafutie familia, wacha kukaa hapa nyumbani. Muonyeshe kwamba yeye akiondoka watoto watakula, akikaa hapo kuna shida katika kwa ile nyumba. Usikubali tu ati akikuomba 100 ama 1000. Kuna wanaume siku hizi wametokea, wanapewa hata wanakopa, wanaenda to an extent ya kuambia yule mama nirushie 10,000 kwa M-Pesa ama 5,000 ama 1. Mrushie siku moja, lakini siku ya pili mwambie na haya majukumu ni yako baba. Amka, nitafuta kazi yote ile, fanya, leta kitu kwenye meza hata ikiwa kidogo, na akileta hata kama ni 100, isherehekee na umuonyeshe kwamba kesho yako iko kubwa. Realize the king in that person. Bring out the king in that man, na utaona huyo Bwana haikuheshimu na akikaa na wewe. Bwana Yesu apewe sifa. Number 5, have the ability to maintain an upper hand against other women. Usikubali wewe dada ama wewe dada yangu, mwanamke yote kutoka huko nje aje achukue bwanako. Kwani na nini ambacho hauna? Kimaumbile uko sawa, Mungu kakupa vyote viwili ama kimoja. Bona mwanamke mwingine aje achukue bwanako? Kuwa na ule uwezo wa maintain the upper hand ama stay the best, remain the best to him. How can you do that? You can only do that by showing that man that you respect him na unamtambua. So my sister, vile Mungu ameumba mwanamke, una uwezo wa kuingia katika roho ya kila mwanaume ama huyo mwanaume wako na ukajichimbia na ukakaa mahali pale, na hakuna mwanamke anaweza kukutoa pale. Lazima ukizingatia kama kwa 5 nimekuambia, katika moyo wa yule mwanaume utaingia na utapata mahali. Na ninajua kuna watu ambao washawahi kupoteza wake zao, lakini wanazunguka wanawake wengine 7 ama 10, lakini final wanasema mke ni yule tu, lakini katika huyo aliyechaguliwa haya mambo lazima yaonekane pale. Yasipoonekana pale, siku moja kutotokea mwingine atafanya vile nimesema, na atakuwa bora kuliko wewe, na nafasi yako itakuwa ya pili katika maisha ya yule mwanamume. Kwa hivyo wanawake wote na washauri, hatupendi tu sura, hatupendi tu maumbile na vile umbo la mwili lilivyo. Sio hivyo. Nimewaona wanawake warembo zaidi, nimewaona watu wasafi, sura nzuri, lakini Bwana anamwekelea kofi teke, anaoga ile sura, na unashindwa bona afanyiwe kitendo kile. Ni kwa sababu sura pasipo na ile tabia nzuri ya ndani haina maana yoyote. Na kwa hivyo cha hoja sana sio urembo ule wa nje, kama ule urembo wa ndani. A woman can engrave herself in the mind of your husband through your character, through how you speak, through how you protect yourself when you are angry, through how you say, how you release your words when you are angry. And by doing that, mwanaume hata akiwa wapi anakumbuka kwamba nina mke pahali ambaye anafaa heshima, na katika jambo hilo jamii inaweza ikasimama. Kwa hivyo acha kufikiria kwamba mwanaume anavutiwa na sura, mwili, miguu, yale yote hayana maana. Yana maana kwa muda,
ila mkiamua kwa pamoja hayana maana tena, kwa sababu heshima na ule upendo ndizo za maana zinafanya jamii iweze kusimama. Asante sana, Mungu akubariki kwa leo. Endelea na kusikiza, endelea na kucomment na kushare, na Mungu aweze kubariki. Asante sana.